Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah waliyi lhasanat, wassalatu wassalam ala sayidina Muhammadin sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi thiqati hudat. Amma ba'du, tuko katika silsila yetu ya kueleza mambo yanatakiwa tujiepushe Ramadhani na siku nyingine ni zaidi, na katika mambo ambayo kwamba yajibu an natakhalla anha fi shahri Ramadhan, mambo ambayo kwamba nataka tujiepushe katika mwezi mtukufu hunu wa Ramadhani, na ni katika maradhi ya moyo, ni daul bukhli au maradhul bukhli, ugonjwa wa ubakhili. Ubakhili ni kuziwilia, ukawa hutaki kutoa, na ni katika mambo aliyokataza Mtume akasema waman an wahat, na kukataza na kutaka kupewa. Kuna wengine chake hakitoki, anataka cha watu, atakalete lakini hataki, atakatoa hataki lete, toa lakini lete hataki. Ni kwa sifa ya ubakhili, na ubakhili umetukanika katika Qur'ani tukufu na katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na si katika tabia za mitumi na watu wema waliotangulia. Na Mwenyezi Mungu atuambia wala yahsabanna alladhina bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sautawakuna ma bakhilu bihi yawma alqiyamati walillahi mirathu samawati wal ardh. Wasidhanie wale wenye kufanya ubakhili ugumu, hataki kutoa kwa kile Mungu alichowapatia kutokana na fadhila zake, mali yake, mali ya Mungu. Sisi ni watu tutapita, leo ni ya huyu, kesho ya huyu, lakini mwenye mali mwenye ni Mungu. Kwa ni kheri kwao bali ni shari. Watafungwa katika ukosi siku ya Kiyama, atatatiwa na nyoka itwa Shujaul Aqra au akimuma siku ya Kiyama. Ndio sautawakuna ma bakhilu bihi yauma alqiyama walillahi mirathu samawati wal ardh. Mwenyezi Mungu, mbingu na ardhi ni zake. Na Mwenyezi Mungu atuambia wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Ukitanguliza jambo la khairi utapata kwa Mwenyezi Mungu. Wama anfaqtu min khairin fa huwa yukhlifu wallahu khairu raziqin. Na chochote utakachokutoa kutoka na mali imeitwa khairi, sababu mali ufanye mambo ya khairi, Mungu atakupatia badali. Na siku zote kuna malaika wazunguka kwamba Allahumma a'ti mumsikan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Mwenyezi Mungu, mpatie mwenye kutoa badali, mpatie mangine, na ule mwenye kuzuilia mali yake muharibie. Na mali hayangamii wala hayapotei ila kwa sababu ya kuzuilia zaka, ila kwa sababu ya kukataa kutoa. Na Mwenyezi Mungu atuambia fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Yoyote mwenye kutoa akaogopa Mwenyezi Mungu akasadikisha pepo kwa kuwa iko, tutamsaidishia mambo sahali. Wa amma man bakhila wastaghna, ama mwenye kufanya ubakhili akajitosheleza, hana haja thawabu za Mwenyezi Mungu. Wakadhaba bil husna, hana haja ya pepo, fasanuyassiruhu lil usra. Mwenyezi Mungu asema tutamsaidishia njia za mambo mazito. Siku yote wale ambao kwamba hawatoi mambo yao huwa mazito. Mbona mambo yangu mazito? Mbona mambo yangu ni magumu? Mbona sifaulu? Mbona kuna matatizo? Mbona kadhaa? Kwa kuwa hutoi, basi Mwenyezi Mungu mambo yangu akutatiza, wapata shida ndani yake, lakini ukitoa mali yaongezeka. Kwa sababu kuna malaika wazunguka. Mwenyezi Mungu asema katika hadithi iliyokuja kusii, ya ibn adam unfiq alayka, toa na mimi nitakupatia. Na ndio wasia Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyomwambia Asma binti Abi Bakr, akamwambia
ya kwa la tuki fayuki Allahu alayk, usiziwilie na Mwenyezi Mungu atakuziwilia. Toa, usifanye uchoyo. Na Mtume akasema hakuna ugonjwa uliokuwa mbaya kama uchoyo. Wa ayudain adwau min albukhli, ugonjwa gani wenye ndio zaidi kuliko ubakhili? Hakuna ugonjwa mkubwa kama ubakhili. Kwa nini akasema ni ugonjwa mkubwa? Bakhili huwa nacho na pesa ziko mfukoni, lakini kula hawezi. Atagua chakula ambao kwamba kitakuwa ni hafifu, hakina gharama. Ataulizia baina ya unga wa ngano na unga wa sima, rahisi nini? Akisikia unga wa sima ni rahisi, sampeni unga sima. Mimi pigeni sima, napenda sima, sipendi chapati, kwa sababu unga sima ni rahisi. Akiuliza samaki freshi na dagaa, rahisi nini? Ndio rahisi ni dagaa. Sema si dagaa 50 watosha, haina haja kutoa 500 kununua samaki wa kilo 500. Dagaa tu 50 watosha. Dagaa wetu chemshe na tamata moja basi, muhimu siku ipite. Sukuma siku au sukuma wiki, piga mboga za siku. Napenda sana mboga, pendi mboga, lakini mboga ni rahisi. Sababu nini? Ule uchoyo na ule ubakhili. Ule mmoja katika mabakhili aliulizwa, man ashja'u nas, shujaa zaidi katika watu nani wamjua wewe? Akasema shujaa zaidi katika watu wanaowajua mimi ni ule mtu ambaye kwamba amekuja mtu nyumbani kwake akaiwala chakula chake na matumbo akawa hamkati, akakatikwa na matumbo. Ule shujaa sana, zikustahimili jamaa wala chapati zake na yeye hata ule ndio shujaa, aweza kujizihilia. Kwa hivyo ugonjwa mkubwa ni ubakhili. Ndio hata ile ujumbe uliokuja kwa Mtume akamba, nani bwana wenu? Kwa sababu bwana wetu ni mtu fulani, lakini isipokuwa ni bakhili. Mtume akamwambia hakuna bwana wa watu akawa ni mchoyo bakhili, bwana wenu atakuwa ni fulani mwingine, si huyu. Akabadilishwa kuwa ni mkubwa wao, mkubwa wa kabila. Kwa sababu ya nini? Ubakhili. Na sifa mbili Mtume asema zikusanyiki kwa muumini, khaslatani na yatamiani fi mu'minin, tabia mbili hazikusanyiki kwa muumini. Tabia gani muumini hainazo hizo mbili? Albukhlu wa su'ul khuluq, ubakhili na tabia mbaya. Muumini hawi bakhili, hawi mgumu, hawi na tabia mbaya. Kwa hivyo muumini ni mtu aliyokuwa karimu, na tutaona Mtume huu mwezi wa Ramadhani alikuwa ni karimu zaidi kuliko upepo wenye kuvuma, sababu ni wakati wa kutoa, ni wakati wa ukarimu. Kwa hivyo natakana tuwe sisi ni wenye kutoa, usiwe sisi ni wabakhili. Ndio wakasifiwa maswahaba, wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khaswaswa. Wale answari wanaopokea muhajirina walikuwa wakiwatanguliza ndugu zao kuliko nafsi zao, japo wao wana haja zaidi, wakiwapa zaidi wenzao. Wako tayari kumpatia nyumba yake, wako tayari kumpatia shamba lake, wako tayari kumpatia mpaka mke wake, wako tayari wakikaa na njaa wale answari kwa sababu ya wageni au watu kulisha chakula. Mwenyezi Mungu akasema, man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, mwenye kuepushwa na kukingwa na Mwenyezi Mungu na choyo cha nafsi yake, huyo amefaulu. Sababu binadamu ana tabia uchoyo, kuna ubakhili na uchoyo. Ubakhili kwa kuwa wewe hutoi mwenyewe, kwamba cha jinja hakendi mtebe, cha kulia hakendi kushoto, na kushoto hakendi kulia, ule ni ubakhili. Uchoyo ni kwa kuwa wewe hutoi na atoaye hutaki atoe, wala hutaki kusisitiza watu watoe. Wala yahudhu ala tuamil miskin, usisitizi kutoa. Na hakuna kitu kikubwa kama sadaka itakuokoa na hasira za Mwenyezi Mungu. Hakuna kitu kikubwa kama sadaka itakuokoa na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Hakuna kitu kikubwa kama sadaka, ukiondoka duniani wewe hutojuta. Hakuna kitu kikubwa kama sadaka italinda mali yako. Hakuna kitu kikubwa kama sadaka kitaongeza mali yako, kwa sababu hizo ni hifadhi yako, wajihifadhi. Basi sifa ya mtu kuwa choyo, kuwa mgumu mpaka hawezi kutoa, hiyo ni sifa iliyokuwa mbaya, na Muislamu hafai kujipamba na sifa mbaya kama hizo, wala na tabia mbaya kama hizo. Ni mtu aepuke. Kwa hiyo kuna albukhlu bil mali yetu, kuna ubakhili wa mali. Ndio tunasema itakushuha, ogopeni uchoyo. Fa innahu ahlaka man kana qablakum, imeangamiza watu walikuwa kabla yenu.
na kwa sababu hiyo wakamwaga damu zao, wakahalalisha mambo yaliokuwa maharamu. Na hili uchoyo hutokana na shetani. Shetani ndio mwenye kufanya watu wawe wachoyo. Mwenyezi Mungu asema shaitanu yaidukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha'i wallahu yaidukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Shetani kaida yake yaidukumul faqra, usitoe utakuwa maskini, usitoe mali yatapungua, usitoe mambo magumu, maisha magumu, usitoe utakaukiwa. Yaidukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha'i, wanazoea sawa fahsha'i hapa si uchafu. Uchafu wenyewe wa maasi ya hapa ni almani wal bukhl. Shetani awaidi kwa kumkitoa nyinyi utamalizikiwa. Kwa hivyo afundisha fanyeni ubakhili. Kwa hiyo maagizo ya shetani ndio sisi mabakhili. Wallahu yaidukum minhu maghfirata wa fadla, Mwenyezi Mungu atuahidi kwa kuwa tukitoa tutapata msamaha, tukitoa tutapata kuongezeka zaidi. Mwenyezi Mungu wasi na Mungu atazidi kutukunjulia, kwa sababu mwenye kukunjua na mwenye kupatia na mwenye kuziwilia ni Mungu. Mungu ndio albasit, mwenye kukunjua ni yeye, na almani pia ni Mwenyezi Mungu, ni yeye. Mwenyezi Mungu ndio arazik, mwenye kuruzuku ni Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo riziki inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir, Mungu anapatia riziki anayemtaka, na mwingine anamsonga, anampa taabu katika kupata riziki. Kwa hivyo kupata kwa Mungu na kukosa ni kwa Mungu. Lakini toa, hata kama huna kingi, kidogo pia kitoe. Rubba dirhamin sabakat alfa dirham, shilingi moja inaweza kushinda shilingi 1000. Huna boksi moja la tende kutoa, toa tende moja. Itakunara wala ubishiki tambra, ogopeni moto kwa ubai wa tende, japo kwa nusu ya tende. Tende ile moja ikiwa unayo igawanye katikati, nusu kula wewe, nusu pepeana na mwingine. Kwa hivyo Allah tunasisitiza watu kutoa. Kutoa ni kitu muhimu sana, na ni kitu tunahimizwa katika sharia ya Kiislamu. Watu watoe kwa wingi, na Mwenyezi Mungu hata kitu kidogo tu kwako, hataki kingi. Yasalkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum, Mwenyezi Mungu akiuliza nyinyi hayo mali mtoe, wafanya ubakhili. Na lao Mungu anataka mtoe mali mengi kwa taabu, wa yukhrij adghanakum, na utoa chuki. Na nafsi imeumbwa na uchoyo, mpaka ukazane umlani shetani, mpaka umweke Mungu mbele, mpaka uamini kwa kuwa Mungu atakupatia. Wa hudhiratil anfusu shuha, nafsi zimeletewa uchoyo. Uchoyo tumekuwa mbali. Ukitoa uona hutaki kutoa, mashindano. Na kuna kitu kikubwa na kuna kitu kigumu kama kutoa. Ndio utaona kutoa kumekuwa na swala, waqimu salata wa atu zaka, swali toeni zaka, sababu hizi zitu zimeshikana. Abdullah ibn Abbas asema ukiswali ukitoa zaka, basi swala yako Mungu haitaki. Kwa hiyo katika ibada kubwa, ibada inawashinda watu wengi, ni ibada ya kutoa. Kutoa ndio kitu kinachoshinda watu wengi, na watu wengi hawataki kujinyima na kutoa. Watu wa zamani waliendelea na wakafaulu kwa sababu ya kutoa. Na ukitoa toa kitu kizuri, na ukitoa kitu unachokipenda, na ukitoa toa kitu unachokitamani. Usitoe kitu kibaya kibaya. Wala tamamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidhu fihi wallahu ghaniyun hamid. Mwenyezi Mungu asema usikusudie kutoa alkhabitha, kitu kibaya. Tende ilooza ndio unaitoa, mikate iliyoharibika ndio unaitoa. Wala tamamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi, na mkiambia nyinyi mchukua, mtochukua. Mkichukua mtafunga mato, hutaki kuangalia. Kwa hivyo lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, huwezi kupata pepo mpaka utoe kile unachokipenda. Ndio utaona wale waliosifika katika suratul Insani, wayut'imuna at'ama ala hubbihi, wanalisha chakula na wanachokipenda, wanalisha chakula wanachokitamani. Miskinan wa yatiman wa asira inma nut'imukum liwajhi llah. Ukitaka kutoa mchele wewe sadaka, basi wewe angalia unapenda mchele gani, unapenda local, unapenda bishori au unapenda sunrise, basi ile upendao ndio utoe. Kile ukipendacho wewe ndio ukitoe. Toa kile ukipendacho, toa kitu kizuri, toa kanzu nzuri, toa viatu vizuri. Usiye hutoi nguo mpaka ipasuke, hutoi chakula mpaka ianze kutoa harufu.
Toa kitu ambapo kwamba ni kizuri. Ukitoa kitu kizuri katika sadaka yako, ndio sadaka itakubaliwa na utakuwa umetoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Idh qaraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Wale ndugu wawili watoto wa Nabii Allah Adam, Habil na Kabil, walipotoa sadaka, ule mmoja akatoa kondoo alojaa mzuri, ule mmoja akatoa mahindi alolima yaloharibika yaloingiwa na mabui. Kondoo akachukuliwa na moto, sadaka ikakubaliwa, lakini ile mahindi yenye mabui akaachwa asikubaliwe. Kwa hivyo tuangalie kitu gani ambapo kwamba unachokitoa. Na mtu aliyokuwa mchoyo manake huwa ana sifa ya pupa na tamaa nyingi. Mtu aliyokuwa mchoyo manake huwa ana dhana mbaya kwa Mwenyezi Mungu, hatarajii kwa Mwenyezi Mungu atampatia na kingine, au na kisha kukitoa kile ndio basi hapati tena. Kwa hivyo uwe na husnul dhanni billah, kuwa na dhana nzuri na Mwenyezi Mungu, ni utoe na uamini Mwenyezi Mungu atakupatia, na uamini kwa Mungu yuko, na uamini kwa sadaka ndiyo kinga yako, kwa sababu sadaka yaficha hasira za Mwenyezi Mungu. Na pengine lazima utoe, kama zaka lazima utoe, kama kuangalia familia yako, mke wako, watoto wako, lazima utoe. Nyingine ni ukiwa si vizuri, kutounga jamaa zako na watu wa karibu na wewe, na kuna kutoa kwingine kwa haramu. Na kutoa kuna sampuli nyingi, kuna kutoa mali, ndio tunavyozungumza, na kufanya ubakhili. Wa man yabkhal fa innama yabkhal ala nafsi, na kufanya ubakhili ajifanya mwenyewe ubakhili. Na kuna ubakhili mwingine ni wa elimu, mtu Mungu amepata elimu akawa haitoi, hasomeshi, hafundishi, wale pia ni sampuli ya uchoyo. Uchoyo mwingine ni Mwenyezi Mungu amempatia mtu akili na ujuzi, akaujuzi ule hamsaidii mtu mwingine. Uchoyo mwingine ni mtu ana nafasi ya kumsaidia mtu katika matatizo, akawa hawezi kumsaidia watu wa mbele. Kwa hivyo wote ni uchoyo. Ukiwa unacho basi toa, na Mwenyezi Mungu atakupa. Na leo ulimwengu wa leo umekuwa kitu cha kutoa hakuna, kitu cha ubakhili tumekuwa ni kingi na kimeondoka, na ndio maana hatufaulu. Wa mayuka shuha nafsihi faulaika hum muflihun, hatufaulu sababu ya uchoyo. Tumekuwa mambo yetu hawai mapesi, mambo yetu ni mazito, ni magumu, kwa sababu tumeacha kutoa. Wama mambaki la stakna kadha fasanu yasiruhu lil usra. Kwa nini mambo yanakuwa mazito? Sababu sisi wenyewe ni wazito wa kutoa na mambo yetu yamekuwa mazito. Tuombe Mwenyezi Mungu atuwafikie na atuwezeshe kuacha sifa ya ugumu, sifa ya uchoyo, sifa ya kukataa kutoa. Na mifano watu wa nyuma walikuwa wakitoa, Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait walikuwa wakitoa, masahaba. Ukisoma tarehe Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, sio mahali pa kueleza, lakini wote waliosha mfano wa watu wawe ni wenye al-infaq, watu wa kutoa, sio watu wa imsak, watu wa kuziwilia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.